Remote ya Mungu inafanya kazi, imewaweka watu ndani Waislamu. Allahu akbar. Yuko shekhe wangu mmoja amezoea kukaa markazi, mwanadini mzuri sana, anatoka kazini, aliipaki gari njiani, Waislamu yatazame haya matokeo, na muda wa sekonda ndogo stroke inageuza mwili wake. Haya mambo tu yaokope. Tayari amepambana na hali hospitali, haikuwezekana kwa maisha mpaka roho ilitoka. Yuko ndugu yangu, naelewa hawa ni wataje, yuko Aziatike, mkubwa wetu mmoja, ndani walikuwa na majina ya kilo, majina akitajwa wanasema mwanaume yumo ndani, afya remote ya Allah imekusha mziwia. Yuko ndugu yangu, kaka yangu, ulikuwa ukitaja tu jina mali za ardhini utayaona majina mawili mnayataja, fulani 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 fulani. Ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala amemtuliza katika nchi mojawapo za nje. Utajiri upo, mali ipo, uwezo wa kujitunza upo, lakini remote ya Mungu imemwambia akae kwenye istighfar. Madaktari wa Kimarekani kwenye hospitali za Kimarekani wamefika fasi, wanasema gonjwa ili hatulijui, isipokuwa sisi ndugu zake Waislamu tumwambie Allah, mponyeshe huyu mja wako aliyefanya mazuri, muondolee maradhi, mpe shifa iliyokuwa kamili. Allahumma amin. Waislamu wamekaa wamenyamaza hao, na wataja kila wakati. Yuko mzee wangu namuelewa na ninamwekea dua kila wakati, katika watu ambao mnawapigia mifano kila wakati, wakisema mtu hauli vizuri, watu wanakwambia wewe haulagi vizuri kama fulani, ndio wanapigia mifano. Leo tayari remote ya Mungu imempeleka kwenye chumba cha istighfar. Watu wanapelekwa kwenye vyumba vya istighfar. Kwa Muislamu magonjwa, Mungu anakwenda kumvutia madhambi yake. Muislamu na maradhi ni kafara ya madhambi, ili Allah ampeleke peponi bila kumpitisha kwenye kesi ya motoni. Mzee wangu anatembea na hali ambayo kila mtu anapigiaga mfano, anasema mfano wa fulani ndo halagi. Allah ampe shifa na uzima na kumuondolea maradhi yake. Haya ni matokeo, Waislamu, ni matokeo ya hii remote ya Mwenyezi Mungu. Watu wamemtaja mtu hapa, Mungu amrehemu, katika kuchenji pesa za hapa, dola kwa euro na nini. Itizame hii dunia ya uongo, tayari hukumu zilimgeukia. Nchi ilitaja habari zake, alikuwa mtu mwenye afya mzima na siha, ukimtazama unafurahi, lakini remote ya Mungu kwa dakika ndogo dunia ilionyesha mitandaoni, tayari stroke na roho iliondoka duniani. Ndugu zangu Waislamu, ahange na remote ya Mungu. Mwili wako mnajipu, akifinya jicho linatoka, akifinya miguu inakataa, akifinya tumbo linajaa. Kwenda kumuona ndugu yangu tumeishi naye miaka, mfadhili wangu hapa Jabe, naingia Aziatike kumuona, tumbo linaanguka chini, eti kuna kansa ya foie. La ilaha illallah. Naume Waislamu, nimekaa na ndugu yangu, rafiki yangu, wakitaja pièce de rechange wanataja jina lake, vijana maalum. Mwili umebadilika kaka, na nambia shekhe, hali ngumu, chakula tumboni najifunza gisi kitaingia, na kikiingia tumboni najifunza gisi kitakaa, na kikiweza kukaa najifunza gisi kitatoka. Riziki zote ninazo, lakini ni haramu kugusa riziki kwenye meza. Kijana bado unajaza sahani, usiisahau remote ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukweli wa ukweli ni kuondoka hapa duniani. Kusanya unajichokesha, iiba unajichokesha. Wameondoka wanasiasa walioiiba taifa hili, wameondoka wanasiasa waliomiliki mabilioni, lakini Mwenyezi Mungu alichezesha remote yake. Wako wanamalizika, ni ujumbe wa Allah. Matajiri wanamalizika, wa maskini wanamalizika, wenye majina mnamalizika. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Hii ndio remote ya Mungu. Kaa nayo leo mzima, kesho mgonjwa. Leo hai eti gari alipaki njia ya Dar es Salaam pembeni,
kwenda kumtazama amebadilika na roho ikatoka. Ni hivyo hivyo, unaangaika, unakimbia. Allah anasema ya ayuha nnas inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur. Enyi watu, kuondoka ni ukweli, dunia isikuzubazi wala vya dunia visikudanganyi ukasahau kuondoka. Ni nguo mbili. Umekuja Waislamu, umevikwa matrisi ya mama ili uzaliwe, ndio ilikuwa sanda yako. Umefika duniani, haukuja na kitu na utaondoka hauendi na kitu, ila utafunikwa tena shuka, sio matrisi, kwa kuwekwa ndani ya jeneza na kuingizwa ndani ya nyumba yako ya kaburi. Ukumbuke kuondoka, waja wa Allah, ikusaidie kuitawala Ramadhani vizuri. Aliuliza mzee huyu waziri, anamwambia nijibu hili la tatu. Ndipo mzee huyu alimwambia, umenizarau, nisaidie kulima ambapo niko na lima kwanza shamba langu, kwa sababu ulisema mimi siwezi kukupa majibu. Waziri alilima shamba la mzee huyu ili apate jibu la mwisho, ni kitu gani cha thamani, kitu gani cha thamani. Ndio anamwambia, sikiliza waziri, kitu cha thamani ni kumfumbatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hicho ndio cha thamani katika dunia hii, kumfumbatia, ukamshukuru, ukatekeleza sheria zake, kufanya katika maisha yako kile ambacho kitamridhisha Allah. Ya ayuha nnasu ubudu rabbakum, ni ibada, ni shukurani kwa Allah. Ya ayuha alladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum, mrukuu, msujudu, muishi ndani ya ibada. Ramadhani imekuja kama ibada. Mambo matatu haya, ili la thamani, ukitaka kuishi duniani salama, ni ibada. Anasema Allah, wal asri, ninakuwa pia binadamu, innal insana lafi khusri, nyie wote mna hasara katika dunia hii. Wallahi hautokufa unafaulu, utakufa unapauka na una remorke 8, lakini zitakuua. Utakufa unachoka, una manyumba 30 ni sumu kwako. Utakufa unahangaika, banki inajaa pesa, akikupa Mungu saa 24 umalize hivyo, hakuna. Walbaqiyatu salihatu khairu inda rabbika, vya maana ni vile ambavyo umempa Mungu. Ayahsabu al-insan, unazani binadamu kama hizi mali zako zitakusaidia kitu kwa Mungu? Hakuna. Kalla la yumbadhanna fil hutama, bali ndio zitakupeleka kuingia ndani ya moto wa hutama. Kaa utafakari ndugu yangu kuondoka, mkumbushe mwenzio kifu, mwambie ndugu yako tunaondoka hapa. Waislamu tunaondoka jili kwa jili, wa 1070 mnaondoka, 1980 mko njiani, wa 1990 mnapoanza kupumlia mbali, miaka 40 na 30 na tayari hapa kizazi kipya kimeingia, vizazi vya 2000 kidogo vinapumua. Ndio wengi humu, lakini vinaondoka kwa sababu ni pirate inasogea. Miaka 35 40 kwa haya mazingira ni kuondoka. Mwaka wa 2500 hatutokuwa hapa. 2200, inua kidole, inua kidole kama utakuwa hapa duniani. Inua, wainue dua wacha Mungu. Tizama sura yako imebadilika, tizama mwendo wako umekuwa mwingine, tizama kamba za Mungu ambazo yuko anafanya remote yake, unafungwa, macho hayaoni tena vizuri. Tizama hali yako, nywele zimebadilika, weusi na weupe. Tizama mfumo wako, kisukari kinamaliza mwili wako mwilini. Twende tukafanye checking ya mwili mzima. Wewe una kansa, wewe una diabetes, wewe una pressure, wewe una fua imevimba, wewe roho imetoboka ina matundu, wewe macho baada ya miaka kadha yanaonekana kuondoka. Unataka nini na